Chupa letu linaanza katika moja ya ofisi kali kinoma noma. Tunapata kumwona bidada wa kuitwa Mary akiwasili katika ofisi hiyo na kuonana kijana wake aitwaye Johnson. Mary ni mama wa kambo wa Johnson na kwa sasa mama huyo ni mjane, kwani baba mzazi wa Johnson alikwisha kufariki muda mchache baada ya ndoa yao. Johnson akiwa kama mtoto wa pekee alirithishwa mali zote pamoja na kampuni ambayo Mary ana hisa zake kama mke. Alifika bidada huyo kuitwa Mary na kumsabai Johnson. Vipi Johnson, unaendeleaje na hali? Salama tu bi mkubwa. Naendelea vizuri kabisa, niko poa. Nimekuletea chakula. Najua uko busy sana hauwezi kwenda lunch. Ni kweli mama. Nashukuru kwa chakula. Hapana Johnson, usiniite mama. Niite Mary tu. Si unajua babako amekwisha kufariki. Najua hilo. Ila bado natakiwa kukuheshimu kama mama. Okay sawa. Uwe na mchana mwema. Aya mama, nashukuru sana kwa kunijali. Bibi Mary alitabasamu na akiondoka taratibu kuelekea nyumbani, lakini dhamira yake ni kumpata Johnson kimapenzi, kwani babake ameshafariki na Mary ndo hivyo bado mjane. Na siku hiyo majira usiku, Johnson akawa amerudi kutoka kazini, akampa taarifa mamake kwamba siku ya kesho kutoka kuna ugeni wa msichana fulani hivi, kwa hiyo asipike chakula kwa siku ya kesho. Na kisha baada ya kusema hivyo akawa ameelekea chumbani kwake. Mary akawa amemwandalia Johnson chakula kizuri sana kwa usiku huo, na kisha akawa amepelekea chumbani kwake. Wakaanza mazungumzo kama ifuatavyo. Johnson, umesema kwamba kuna ugeni wa kike kesho, unaweza kuniambia ni nani huyo? Mchizi akawa amesema kwamba ni mwanamke wangu ambaye nampenda kulikweli, anaitwa Frida na atakuja hapa kunitembelea kwa kipindi kifupi tu. Hivyo basi kwa kesho usihangaike na jiko bi mkubwa, nitaagiza tu msosi kutoka mgawani. Jamaa alijimaliza kulikweli pasipo kujua kwamba alikuwa anamuumiza sana bi mkubwa yule kuita Mary ambaye kwake ni mama wa kambo. Oh okay sawa, basi mimi nakuacha uendelee kula. Mary aliaga na kisha akawa ameondoka. Na hapo bi mkubwa huyo alipokuwa nje alikuwa anatafakari sana maneno ya Johnson juu ya ujio wa mwanamke wake pale nyumbani, na huku mchizi akisisitiza kwamba huyo Frida ni mwanamke anayempenda sana. Basi hapo tunapata kumwona Mary taratibu anaanza kugonga mvinyo ili kukata stress zile za Johnson mtoto wake yule, na hasira alizokuwa nazo baada tu kupokea taarifa hiyo kutoka kwa Johnson kwamba kuna ugeni anaopata kesho yake. Na ilipofika majira ya jioni siku inayofuata tena, Mary aliyokuta Johnson pamoja na Frida wakipata chakula meza moja, alienda kuwasalimia na pia kumfahamu vyema mgeni huyo kuitwa Frida. Oh wow jamani, naona mnapata chakula cha jioni na mmependezana sana kweli kweli. Naomba nibashiri kitu, ni muda gani hadi sasa tangu muwe wapenzi? Ni miezi mitatu si ndio? Bibi Frida akawa ametamka kwamba akasema hapana mama, ni miezi 6. Lakini pia pole sana mama mko kwa kuondokewa na mumeo. Na hapa tunapata kumwona Johnson akizungumza. Darling, ni miaka 2 sasa tangu babangu afariki. Sidhani kama kuna haja ya kumtaja sana, maana ameshatotoka hata mioni mwetu pia. Kwa hiyo hata usijali sana my darling. Na hapo bibi Mary akawa amezungumza. Haya basi sawa, mimi ni waache mfurahie chakula. Mimi naelekea ndani kwangu. Mary akawa amewacha hapo na huko kibaki kabisa kumsifia kwa ucheshi na urembo wake aliokuwa nao. Na siku moja bibi Mary alikaa sebuleni na Johnson akijadili kuhusu Frida. Johnson alikuwa upande wa Frida, lakini bibi Mary alikuwa akipinga sana mahusiano hayo. Mama, najua una wasiwasi sana na chaguo nililokuwa nimelichagua mimi, ila niamini mama, Frida ni mwanamke wa kipekee sana na tofauti kabisa, hawezi kuniangusha katika hili. Huyo mwanamke hakufai Johnson. Fanya utafute mwingine wa amani kabisa moyo wako. Kama mawazo yangu hayapo, basi sawa, acha mimi niwe shuhuda katika haya unayoyazungumza wewe. Mary akawa ameondoka na kumwacha Johnson katika wimbi kubwa sana la maswali pale sebuleni. Kesho yake asubuhi bibi Mary akiwa anatoka kabisa katika matembezi mafupi, anamkuta Johnson akipata breakfast. Alimsifu sana na kumwambia, "Haujambo?" "Ya ndio mama, mimi si jambo. Nilizani upo ndani ila nimeshangazwa na ujio wako kutoka nje mama. Ulikuwa wapi?" "Nilikuwa matembezi tu. Ila nina habari zako japo sio nzuri sana, nikikwambia kwa sasa zitaharibu kabisa siku yako nzima. Hata utashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Nenda kazini kwanza, alafu ukirudi mimi nitakujuza hizo habari." Hapana mama, wewe niambie tu, mimi niko tayari kuzisikia." Na hapa bibi Mary alimpatia picha ambazo Frida alipigwa akiwa na wanaume wengi tofauti tofauti, na lengo tu ni kuharibu mahusiano yao, yani Frida pamoja na Johnson waweze kufarakana. Na hatimaye bibi alifanikiwa kabisa katika jaribu hilo. Johnson kweli aliachana na Frida. Nia na madhumuni ya Mary kufanya yote haya ni kupata yeye nafasi ya kuwa na Johnson ambaye ni mtoto wake yule baada tu ya mume wake kufariki. Ila alishangaa baada ya Johnson kuachana na Frida, Johnson alipata mpenzi mwingine ambaye alikuwa anaitwa Mary, ambaye alikuwa anaishi nje kabisa ya mji, na wamekuwa wakiwasiliana mara kwa mara na Johnson, hasa kwa video call. Na alipomuuliza Johnson juu ya bidada huyo kuitwa Mary, Johnson alimjibu kwamba ni mpenzi wake na yupo mbioni kabisa kuja nyumbani hapo kwa kumtambulisha. Na kweli hazikupita siku nyingi, bibi Mary ambaye ni mama wa kambo alikuja kushtushwa na ugeni huo wa binti wa kuitwa Mary, hadi pacha wake tena, ama naweza nikasema kwamba ni wajina wake. Baada tu ya kumkuta pale akiwa ameketi na Johnson. "Johnson, habari yako? Na huyo ni nani tena ambaye ameketi hapo?" "Mimi si jambo mama. Huyu ndiye Mary niliyokuambiaga siku za karibuni." "Mary, huyu hapo ni mamangu." "Habari mama. Nimefurahi kukuona na nimepata habari zako wajina wangu." Mama huyo kuonyesha kabisa kupendezwa na ugeni ule, kwani lengo lake ni kuishi na Johnson kama mpenzi wake, kwa sababu yeye aliolewa na baba yake Johnson kama mke wa pili tu, na umri wa kupishana sana na wa Johnson, lakini pia baba Johnson alikwisha kufariki. Hivyo basi lengo lake Mary ni kubaki na Johnson mtoto wake kimaslahi na hata mahusiano pia. Kwa hiyo vita ikaanza upya kati ya Mary na mama Johnson ambaye ni mama wa kambo wa kuitwa Mary. Visa na mabalavya hapa na pale vilikuwa haviishi ndani ya ule mjengo. Mama Johnson akawa amepata wazo la kumfuatilia Mary na apate taarifa zake za siri ambazo Johnson hazijui bado. Aliwapa kazi watu kufuatilia yote hayo, na mwisho wa siku alifanikiwa kupata picha fulani alizopiga Mary akiwa
katika harusi miezi kadhaa iliyopita nyuma, akawa amempelekea Jason kama kawaida yake tena. Ni mwendo wa kuharibu tu mahusiano ya huyu mchizo kutoka Jason. Jason alitazama kweli zile picha na kusema kwamba yani kwa nini mimi kila siku tu, yani kila mahusiano ninaoanzisha mimi anakuwa ni aina moja tu? Mbona nilizama sana penzini na huyu mwanamke na niliweka nia kuishi naye moja kwa moja tujenge familia. Sasa kwa nini amenificha yote haya na kumbe muolewa tayari ni mke wa mtu? Alizungumza hayo mchizi kwa uchungu kinoma noma. Bi mama kuitwa Mary akawa amezungumza akasema kwamba hapana Jason, tulia. Mimi nipo kuhakikisha kila kitu chako kinaenda sawa na ndio maana na kuhangaikia sana mwanangu. Lakini pia usijali, tuko pamoja. Alikuwa akizungumza hivyo na huku akimtia moyo sana Jason. Jason akawa amemfuata mchumba wake yule bidada kuitwa Mary na kumwambia, sitakufukuza hapa nyumbani kwa sababu nimekualika mimi mwenyewe uje kwenye taifa hili, ila mimi nitakaa mbali na wewe mpaka pale itakapofika siku ya wewe kurudi ulipotoka. Kwa hao unifanyia mimi siwezi kukaa karibu yako tena Mary. Na Jason moja kwa moja akawa amehama chumba hicho na kulala chumba cha pili kabisa, lakini hakupata usingizi wakati wote. Alikopo ni mtu wa pombe tu, yani mara zote alikopo ni cha ulevi. Naweza nikasema zikao zimepita siku chache na hapa bibi alichukua uamuzi wa kwenda kumwomba msamaha Jason kwa yote yale aliyotokea na kisha apate nafasi ya kuweza kuondoka katika mjengo ule. Alimfuata na kumwambia, Jason, samahani kwa mengi niliyokukwaza. Nilipanga nikwambie ukweli huu japokuwa sikujua utapokea vipi. Ni kweli mimi niliolewa, lakini wiki moja baada ya ndoa yangu aliyenioa alifariki kwa ajali ya gari. Nilibaki peke yangu mjane katika wakati mgumu sana usioelezeka. Ilinigharimu miezi kadhaa ya majonzi mpaka kusahau yote hayo. Ni Mungu tu ndo anayejua alinipitisha vipi, ila nikafanya iwe siri ili siku moja nipate kukueleza. Kwa hiyo sina budi kuondoka hapa na nina hakika utakuwa umenisamehe kutoka ndani ya moyo wako. Oya, bibi Mary alichukua begi na kusepa kweli. Na hapa tunapata kumuona Jason akiwa amechanganyikiwa kinoma. Alichukua gari na kuanza kulifuatilia gari lilikuwa limembeba Mary na kwenda kumwomba radhi, kwa sababu unaweza kusema alimhukumu mtu asiyekuwa na hatia yoyote ile. Mary akawa amekubali tena kurudi kwa Jason na Jason akawa ametumia nafasi hiyo kumtafutia makazi mengine mamake yule wa kambo wa kuitwa Mary na kumtoa katika nyumba hiyo walikuwa wanaishi siku zote pale, kwa sababu alikuwa ni mama mwenye visa sana kila kukicha. Haruhusu kabisa mahusiano ya Jason kwenda ipasavyo. Na hatimaye huyo mchizo wa kuita Jason ama bonge moja la handsome katika picha letu na bibi Mary wakiwa katika ndani ya mjengo ule mkali kinoma noma, wakiwa wamekamilisha picha letu linaloitwa Mary. Yani Mary jina la kwanza ni mama wa kambo na huyo Mary mwingine ndo mchumba wa bisho huyo wa kuitwa Jason. Oya we tunabwaga.